بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Majmua na idhaa ya Salafi Da'wa East Africa, Afrika Mashariki ya kuletea maliwazo na bishara njema kwa kila akh na ukht wa kisalafi anayewalingania familia yake na watu wake na akivumilia upinzani na adha bila kuona mwitikio. Na haya yanasomwa ikiwa ni tarjama ya yale ambayo ameandika Sheikh Abul Harith Ibrahim At-Tamimi hafidhahullah katika channel yake ya Telegram. Amesema, jihadhari usije ukapenyezewa na kukata tamaa na sheitani akakuingizia waswas akikuchochea kwamba hakuna yeyote anayenufaika na da'wa yako. Kulingania kwa Allah, yani da'wa, kote ni kheri na ni baraka, na kote ni matendo mema, yani alhasanat, kwani hakukosi kuwa katika mojawapo ya hali tatu. Hali ya kwanza, wale unaowalingania wakikubali wito wako, basi unapata malipo makubwa sawa na malipo ya wale waliotenda kwa uongofu uliowaitia, yani uliowalingania na kuwaelekeza kwao. Kwani imepokewa kutoka kwa Abu Huraira kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, yeyote anayelingania kwenye uongofu atapata malipo kama malipo ya wale wanaomfuata bila kupungua chochote katika malipo yao, na yeyote anayelingania kwenye upotofu atapata dhambi kama dhambi za wale wanaomfuata bila kupungua chochote katika dhambi zao. Imepokewa na Muslim nambari 2674. Hali ya pili, wasipokubali wito wako, basi wewe unapata malipo ya kufikisha ujumbe na kulingania na kuongoza, yani na kuelekeza katika kheri, kama alivyosema Allah aliyetukuka aliyejuu, fa in a'radu fama arsalnaka alayhim hafidhan in alayka illa albalagh. Watakapokataa, yani hawa washirikina, ewe mtume, yani kumwamini Allah aliyetukuka na aliyejuu, basi hatukukutuma kuwa ni mtunzi wa matendo yao mpaka ukawa ni mwenye kuwahesabu kwayo. Ulazima wako haukuwa isipokuwa ni kufikisha ujumbe. Nayo ni aya ya 48 katika Surat Shura. Na inakutosha wewe kujua kuwa anayelingania kwa Allah hakuna aliyebora zaidi kwa kauli kuliko yeye, kama alivyosema Allah, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Na ni nani mbora wa kusema kuliko yule aitaye kwa Allah na akatenda mema na akasema, hakika mimi ni katika Waislamu. Aya ya 33 katika Surat Fussilat. Hali ya tatu, wakikataa wito wako na kukupiga vita kwa maudhi na uzushi, yani kukuzulia uongo na kukanusha na kuharibu sura yako, yani kwa kukuchafua, basi hapa kuna bahari kubwa ya malipo mema unayopata kwa sababu ya dhulma yao na uzushi wao na uadui wao.
Allah aliyetukuka aliye juu amesema, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika wenye subira watalipwa au watapewa ujira wao bila ya hesabu. Aya ya 10 katika surat Az-Zumar. Na amesema, wasbiru inna Allaha ma'as sabirin, nasubirini, hakika Allah yu pamoja na wanaosubiri. Aya ya 46 katika surat Al-Anfal. Na kwa hakika uwepo huu, yani al-ma'iyya ambao unatajwa hapa wa Allah kuwa yuko nawe, unamaanisha nusra, yani kuwa Allah atakunusuru, na unamaanisha msaada, kuwa Allah atakusaidia, na unamaanisha pia tawfiq, kuwa Allah atakupa tawfiq, atakuwafikisha. Na hakika Allah amefanya subra na yaqini kuwa ni sababu mbili za kufikia daraja ya uongozi katika dini. Basi akasema, waja'alna minhum a'immatan yahduna biamrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun, na tukawafanya miongoni mwao viongozi wanaoongoa watu kwa amri yetu waliposubiri na wakawa na yaqini na aya zetu. Aya ya 24 katika surat As-Sajda. Na kwa hakika Allah amemuhusia nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam awaige ulul azmi minar rusul, yani mitume wale wenye azma thabiti, awaige katika subra yao juu ya kukadhibishwa na kaumu zao, yani watu wao, na kuudhiwa nao, yani kwa adha mbalimbali. Akasema yani Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, basi subiri kama walivyosubiri mitume wenye stahmala au azma kubwa. Aya ya 33 katika surat Al-Ahqaf. Bali hata kama hakuna anayekuitikia katika da'wa yako, basi usihuzunike, wewe si wa kwanza na wa pekee katika njia hii, kwani hakika baadhi ya manabii watakuja siku ya Kiyama hali ya kuwa hawana hata mfuasi mmoja. Basi himidi njema zote ni za Allah, awalan wa akhiran, dhahiran wa batinan, mwanzo na mwisho, kwa dhahiri na kwa siri.